أيها الناس عباد الله, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu na akawafadhilisha juu ya vingi katika viumbe alivyoviumba. Kisha katika hao wanadamu Allah jalla wa ala akawachagua mitume kuwa ni bora kuliko wanadamu wote, na katika hao mitume Allah akawafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na akamfanya mbora wao kuliko wote ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akamchagulia wanafunzi ambao ni watu bora waliokanyaga juu ya mgongo wa ardhi tokea Allah amewaumba wanadamu wasiokuwa manabii wa Allah jalla wa ala, akawafanya kuwa wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko wanadamu wote ukiwatoa manabii wa Allah jalla wa ala. Wadhālika alfadlu min Allah wa kafā billahi alima. Hizo ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye. Ndugu zangu Waislamu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akielezea utukufu na ubora wa watu hawa wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, athari iliyopokelewa kutoka kwake, anasema inna Allaha nadhara fi qulubil ibad, hakika Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubil ibad, akaukuta moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio moyo uliokuwa mtakasifu na mbora zaidi kuliko nyoyo za waja wote. Fastafahu li nafsi, akamchagua yeye mwenyewe. Fabta'athahu birisalatihi, akamtumiliza ujumbe wake. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha Allah akatazama katika nyoyo za waja baada ya moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad, akakuta nyoyo za masahaba wake ndio nyoyo zilizokuwa bora kuliko nyoyo za waja wote. Faja'alahum wuzara'a nabiyyi, akawafanya kuwa ni wasaidizi wa nabii wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, wanapigana juu ya dini ya Allah jalla wa ala. Fama ra'a almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasanun, lile ambalo wameliona waislamu hao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni jambo jema, basi hilo lishapita kwa Allah kuwa ni jambo jema. Wama ra'au sayyi'an fahuwa inda Allahi sayyi, na lile waliona kwamba ni jambo ovu na jambo baya, hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo baya. Hao ndio masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, wabora wa wanadamu baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna kila sababu ayuha nnas ya kutaja fadhila za watu hawa na kutaja utukufu wao na ubora wao, kwa sababu ndio mhimili mkuu wa dini hii ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alipompa Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe akaufikisha kwao, na wao wakaubeba kama ulivyo pasi na kupunguza wala kuongeza chochote, wakaufikisha katika umma pasi na kufanya khiana, wakapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala qalban wa qaliba. Hawakurudi nyuma muda wa kuwa wanajua kwamba hili ndiyo dini ya Allah jalla wa ala na akhira yetu iko hapa. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia katika kitabu chake sehemu mbalimbali, bali kwao Qur'ani imeshuka. Yaqulu Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipokuwa akielezea mali ya mali ambayo imepatikana kwenye mapigano au kwenye vita ambavyo hakupatikana ndani yake mapigano, makafiri wakakimbia wakaacha mali ile. Allah anasema stahiki yao wanaotakiwa kupewa mali hiyo, miongoni mwao Allah anasema lilfuqara'il muhajirin, wapewe mali hiyo mafakiri wa kimuhajirun. Muhajirun ni wale ambao walihama kutoka Makka kwenda Madina, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wale ambao walitolewa kutoka katika miji yao na mali zao wakaziacha. Lengo kuu la kuacha mambo hayo
yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na radhi zake, wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha Allah akasema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukitaka kuwajua wa kweli waliopita juu ya mgongo wa ardhi ni muhajirun, ambao walitolewa katika mji wao pamoja na kuupenda mji wa Makka. Waliupenda mji wao lakini wakahamishwa na makufar kwa sababu ya chuki waliokuwa nayo dhidi ya Waislamu, na wao wakatii wakafuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameamrishwa na Allah jalla wa ala, wakaenda ugenini ambako hawajui waanzie wapi maisha. Wetafakari kwamba unatolewa katika mji wako, umeacha nyumba zako, ahli zako na watoto wako na kila kitu chako, umehamia katika mji wa ugenini, hujui waanzie wapi, lakini lengo kuu ni kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala. Hivyo ndivyo walivyofanya muhajirun kutoka Makka kwenda Madina. Kisha Allah akawasifia kundi la pili, nao ni Ansar, wale ambao walikuwa ni wenyeji wa hawa muhajirun. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao wamechagua mji wa Madina na imani kabla ya hawa muhajirun. Yuhibbuna man hajara ilaihim, wanawapenda wale waliohamia kwao. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao kifundo chochote kwa sababu ya vile walivyopewa hawa muhajirun. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, ijapokuwa wao pia ni wahitaji wa kile walichokitoa. Wamayuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun, na yule ambaye ameepushwa na ubakhili wa nafsi yake, hao ndio waliofaulu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita Ansar kwamba ni muflihun kwa sababu ya vile walivyowanusuru jamaa zao, wageni wao waliowapokea kwa kuwapa mali zao na vitu mbalimbali vya thamani, pamoja na kuwa wao walikuwa ni wahitaji wa vitu hivyo, lakini kwa sababu jambo ni dini na wanataka radhi za Allah jalla wa ala, wakazitoa mali zao fi sabilillah, wakijua kwamba ujira wao wataukuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akataja kundi la tatu ambao tunaweza kuingia na sisi pia lau kama tutashikamana na haya aliyosema Allah jalla wa ala, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao hawa muhajirun na ansar. Yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema e Mola wetu samehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, na wala usijalie kuwa na vifundo vya kuwachukia wale walioamini, tukawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaonea choyo na husda kwa sababu ya vile walivyosimama sawa sawa katika dini. Tusiwe hivyo, Allah tuepushe. Rabbana innaka raufur rahim.